Hivi unahisi ni kwa nini Uislamu au dini zinaonekana ni kama ngano za kale? Unahisi ni kwa nini dini zinaonekana ni kama siasa chafu? Unahisi kwa nini Uislamu unakosa mvuto katika ulimwengu na zama hizi? Mimi nadhani ni kwa sababu tu sisi watu wa dini wenyewe tumeamua kuishi kwa maneno zaidi kuliko matendo. Yaani tumeamua kuiacha dini vitabuni na kuchukua maneno. Ashumu wewe ni Muislamu, unatufundisha watu tusizini, lakini wewe ndio mzinifu namba moja. Unatufundisha watu tusiwe waongo, lakini wewe ndio muongo namba moja. Unatufundisha watu tusiwe wachoyo, lakini wewe ndio mchoyo namba moja. Unatufundisha tuishi na watu vizuri, tuishi na majirani vizuri, lakini wewe ndio wa kwanza katika nyumba yako. Nasifika ya kwamba shekhe fulani nyumba yake haijui kuishi na majirani vizuri. Unatufundisha tusiwe wambea, lakini wewe ndio mbea namba moja. Inawezekana ikawa ni mbea kwa ngazi ya kijiji, ya kata na tarafa na wilaya pia, au mbea wa mkoa. Hizi tabia umezitoa wapi? Unategemea sisi ambao tunategemea kujifunza katika dini yako, unategemea wale ambao si Waislamu wanatamani kujua Uislamu watajifunza kwa maneno tu kuliko vitendo? Yako wapi yale matokeo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahlul bait zake alayhimussalam walikuwa wakiwaathiri watu kwa matendo? Ilikuwa watu wakisulubiana nao, wakitembea nao, wanasilimu na kuwa Waislamu kwa sababu ya matendo yao. Yale matokeo tutayapata wapi ikiwa sisi tunaishi kwa maneno zaidi kuliko matendo? Najiuliza, wewe ambaye unajiita ni Muislamu safi na salama, lakini nashangaa na kuona ndio muongo namba moja. Unahamasisha watu wajitolee, lakini wewe umekuwa ni bakhili namba moja. Unafundisha watoto na watu kujifunza kusaidia watu wanaohitaji, lakini hatukuone ukisaidia kwa vitendo. Hivi unadhani watu watajifunza kwa maneno tu kuliko matendo? Umesahau ya kwamba matendo yana athari kubwa zaidi kuliko maneno. Ikiwa wewe una familia leo, una watoto, umetoka sokoni, umeleta matunda, umefika unawapa watoto wale, ukatoka nao nje, ukawapelekea majirani pia matunda, ukafika unawagaia. Hivi unadhani watoto wale watajifunza nini kutoka kwako? Hakika watajifunza kwamba kujitolea na kuwasaidia majirani ni jambo zuri sana. Lakini ikiwa unakuja na chakula, unaishia ndani na unawaambia pia watoto msitoke nje, kuleni mpaka mmalize, hizi ni tabia za kichoyo na kama haiwezi kuwa Uislamu ukawa na mvuto tena. Kwa hiyo yawezekana matendo yetu yanakinzana na mafundisho ya dini. Kwa hiyo watu ambao si wa dini unapotuona kwamba sisi tunaishi kinyume na dini yetu, yani tunakinzana, matendo yetu yanakinzana na maamrisho ya dini yetu, wanaona ya kwamba kumbe Uislamu ni dini ambayo ni mzuri kwa maneno lakini haiwezi kutekelezeka, kwamba hawa Waislamu wanatufundisha dini ambayo kumbe wao pia hawawezi kuifanyia kazi. Vipi sisi ambao hatuna dini tunaweza kuifanyia kazi? Ikiwa wasomi ambao ndio wamesoma na wakaijua dini wanashindwa kufanyia kazi maamrisho ya dini yao, vipi wale ambao sio wasomi na ambao si Waislamu wanawezaje kuingia katika Uislamu, wakati wale ambao ni wasomi na wanaijua zaidi hawawezi kuifanyia kazi dini yao? Mimi nadhani jambo zuri ambalo tunafaa kulifanya sisi watu wa dini ni tuishi kwa matendo zaidi kuliko maneno. Kuna msomi mmoja alikuwa anasema, la tuhadithni kathiran an dinik, usinihadithie sana kuhusu dini yako, da'ani an ata'allama dinaka min a'malika, niache mimi nijifunze dini yako kutoka katika matendo yako. Mwisho niseme kuishi katika dini kwa matendo zaidi kuliko maneno, hiyo ndiyo maana ya kuwa umeitunza mbegu. Kwa hiyo usile mbegu kamwe, kwa sababu kila mbegu huwezi kufikia matunda, huwezi kufikia malengo yako na huwezi kufikia mafanikio yako.